Sesia wa Motongoi TV ninayokwacho niwende kwithwa na muthenya wa kwa ilani wa thanthatu na ni wa matuku 21 mwezi wa thanthatu mwaka ni wa 2025 nina ukethia na na uthocha tumanithie thini wa vilingi wa maovo ndoni wa Samonza masito makwanito wa Beti wa Mwania tuyambililia maovo maitunika na seneta wa kaunti ya Makueni Daniel Kitonga Manzoni waweta kana serikali ndinamba kuika undo na umwe wa kuonania kana nimewie kiyo cha mwika wa Gen Z alama atwaisi maandamano matuku 25 mwezi wa thanthatu mwaka muthelu ainena nandiki mama ovo Manzoni waweta kana matuku 25 ni makulilikana mwika huu ula aingi moma ise mathayo aingi kumewa nange kwa aiweta serikali yaesa kuiva misi ya alama ise endwamo miatianioni aiweta kana kasumba ka enendi kukwatwa na kwa kwanzete kueleka kuwa wakwamo ni mavisa mavo lisina kuendea kuikadhia onetina wa mwika kuandamana. The 1 year, since the Gen Zs went to the streets with a lot of issues in relation to the management and the governance of the country, and especially then finance bill. I want to say that most of the things the Gen Zs were dealing with have not yet been addressed. They are a dissatisfied lot. And I also want to say that the young people in the country are actually 70% of the population. They are educated, jobless, and there has been no effort by the government to create jobs or create opportunities for them through investments into the country. That much has been done. They have not been taken care of. Their ideas have not been absorbed. The available jobs abroad and locally, most of them who are sent abroad, some ended up in stateless countries. Some ended up being kidnapped, ended up doing forced labor and without pay. And some also ended up coming back to the country, very dissatisfied. So first and foremost, the biggest human rights abuses are was done to them, killings, abductions, disappearances, and many families really don't know where their young people are, who they took to school. A few have been found dead, like in the Mlolongo 4. 2 were found dead, 2 have never been found. And the parents of those families and their friends are spending sleepless nights looking for their lost ones for almost a year. So there is every need for the human rights of these people to be accorded. There is every need for justice to be done on them. And we have seen very little effort, unfortunately. We have seen the police have disobeyed the court orders on tear gas. They are continuing to kill. We have seen the police are working with goons who are protected by the police or who work together with the police. I want to say that the goons and what they do when they rob people in the streets, that's amounts to robbery with violence. So anybody who is on camera robbing a Kenyan or even a Kenyan who was not in the demonstration, that particular person should be charged with robbery with violence. And the violence meted on people should be addressed so that every Kenyan should feel free. And the perpetrators of this violence and the sponsors of the goons should also be brought to book. Muyumbe wa kiliombunge cha kadhia ni Robert Mbuini waweta kanandhi ya Kenya yelekele vandu vadhoku kumana na siko siya mweka kuwa wa ilame okoso serikali. Ainene metaboni Mbuini waweta kuma mwaka muthelu serikali nionanite wendi wakuwa mweka kwesela kwe mavisa mausese kanavolisi na meko haa nivuya monene kwi enenthi na wonanyo wa kuminanzia wasi ya ivinda yukite. Aiweta wambiwe kuma kwi President William Ruto na serikali yake yeyumbanite kuungamia maundu mauwani. Ateo meosa matambia ila masukumwani enenthi na atongo imangaliko ya olei na kila kitonya uthesia na kuovosia nthino ni kuvetanga President Ruto kivilani. Serikali inastahili kutupatia usalama. Na mumeona sasa ile target imekuwa kubwa ya serikali ya Kenya Kwanza ni watoto wetu. Last year when I was here, I don't know if it's just before that or just after that, just before I came,
vijana walikuja bunge, walikuwa wanakuja kuleta petition as article 37 allows them, kuja kusema wabunge msiweke ushuru zaidi kwa mabega ya wazazi wetu, kwa sababu wakishindwa hatutaweza kusoma. So they came to parliament to present their petition. Kijana wa kwanza kupigwa risasi au wao anaitwa Erickson Chalo Mutisia. For those who don't know, huyo kijana kwao ni mahali inaitwa Kisekini. Kisekini is in the north. The north is in Mitaboni, where we are now. So let us pray for our country. Because if the country continues the way we are, that trajectory, tutamaliza kizazi cha kesho. And there is nothing worse than a government that cannibalizes and kills its own people. Na mkubali tukiongea mnatusupport. Na pia nyinyi wakati unafikanga pia mnaongeza sauti. We cannot leave our children to be the only ones that are defending the country. Juzi tumeona mtoto amepigwa risasi, amesiwa risasi, sorry, ameuawa in a police cell. Ati ameandika kitu kwa mtandao, which is his right in law. Lakini sababu ameandika kitu inahusu wakubwa, kijana amechukuliwa kutoka Homa Bay, ameletwa kilometers juu ngapi mpaka Nairobi, akawekwa Central Police Station. Kesho yake kijana amekufa. Kuuliza ni kwa nini tunaambiwa alijipiganisha kichwa kwa ukuta. Wakati tumeongeza pressure kidogo, ndio sasa uchunguzi umeanza kufanyika na tunaanza kujua kwamba it was a setup for this young man to be killed. The country cannot continue in that trajectory. Kenya mahali imefika sasa, we may need to reach a point tuseme tumeomba, ni saudara hizi mnatuombea. Lakini itafika mahali tuseme tusimamishe kila kitu. Let us go back to factory settings. Ndio tuweze kusonga mbele kama nchi. Because even when the children came out in the streets juzi, kusema we want justice for Albert Ojwang, mumeona askari analipwa mshahara pesa yetu, amevaa uniform imenunuliwa na pesa yetu, amebeba bunduki imenunuliwa na pesa yetu, bunduki ile iko ndani ya hiyo bunduki imelipwa na pesa yetu, alafu anapiga mtu risasi ya kichwa. Na mliona huyo mtu hata hakuwa na silaha yoyote. Surely where are we headed as a country? Mimi ndio nasema huyu yuko kwa kiti, tunampatia one term na aende nyumbani. Na hiyo mambo tumalize, tutafute viongozi watapeleka Kenya mbele. Vatialite mithenya mivuthu maandamano ma mwika wa Gen Z kutoiwa matuku 25 mwayu yu speaker wa mbunge ya Senate Moses Wetangula no miukanyo kuya mwika alama kwikonya na maandamano ma kwananga mali ya mwene mbi haiweta wonde ukwatikana aivuluka muwo ni kumanyikanekana no kwasiwa matabya la mailite maandamano ani makulirikana mwika la mo waiwe kumewa nangi kwa ivindani la mali na finance bill ya mwaka muvitu. Drawn into conflicts that are not yours. Don't hate people you don't even know. Don't hate people who have not even wronged you. Focus on our country. Ndio tunasema kule Nairobi, wale ambao wanaleta furugu na kuharibu biashara ya watu, tunawakemea. People struggle to build lives. Mtu ana duka moja kidogo, ako hapa na stoko yake 1,100, munaleta furugu, vijana wanakuja, wananyakua yote wanaenda. Insurance hailipi, mambo ya fujo. So you have crippled somebody who has struggled so much to be somebody. Ndio tunasema nchi yetu hii, hata mapolisi wetu, we can't use an incident of one policeman to condemn the entire police force. Hawa vijana wamesimama hapa ni kuhakikisha tuko na amani. Mtu yeyote akitaka kuchezea amani yetu, we shall defend it with each and every ounce of energy that we have. Babu, amani has no alternative in our country. Nimefanya kazi na mzee Moi, nilifanya kazi na mzee Kibaki, nilifanya kazi na mzee Raila, nilifanya kazi na Uhuru, tukiwa kwa cabinet ya mzee Kibaki. Na wakati huo wote, hakuna wakati
tunaweza kusahau kama 207 ambayo watu walileta mchezo kwa siasa, walipigana, tukapoteza watu, tukaketi, tukasungumuza kuleta uwiano na amani katika nchi yetu. Tumeongea maneno mengi na kubaliana nayo ya kuunganisha Wakenya, ya kukemea ukabila, ya kuleta watu pamoja, ya kuhakikisha ya kwamba nchi yetu inabaki united and peaceful. Tunaleta salamu za kila Mkenya mwenye heri njema, tukiambia ndugu zetu wote, hakuna Mkenya ambaye ako adui wa mwingine, na wale ambao wanataka kuleta uadui katika siasa, tunawaambia waache hiyo story. Mungami munene wa melati ya maendeleo ofisini wa governor wa county ya Masaku Justus Ketengo ni watola mote andu alame uvuthisia waki wa lelu wa kilomita 105 wa kuma Katangi ikombe kuthiki vandine na ola uende na kwiki walami ya iweta lelu wa thelano utethia ene ndhiva nene na muno maunduni make utandithia Ketengo ingi ni wawetakana utena lelu serikali ya county utongonyi wake governor Mwandu wa Vinyandeti niende kwikia malelo angela misio ni siki wathukanya wa county nino kavinana ko Ketengo ni wakuli ateti maumane na motuo wa kulicha siasa melatini ya maendeleo. Uyu ni lelo wa Katangi ikombe Kidimani Road na lelo uyu niwe na kilomita 45 kana 105 na ojini tuende na kuitalami na nituambite phase 1 ila kuma Katangi ndela governor wokie kweka inspection na kume bindayu still ni wende ye na wina 45 kilometers ni to make sure kana lelo sini wa thela na nienda onene anondwa ndwala na sia twikita upendi lelo kana twikita upendi lami ni kana this is real project kana yeni project yago nondo wasisia onalela yekitwa is more than 50 mm utolu wago na nitwa engineer maito ni matete dio procedure ekala mioyo wewe ka project ko Katangi kana wewe ni ngalikwa yata twina malelo ange manene maende quick walami twina Kadhalani Road hapa kaya wakadhiani sub county na wiosuni modelu twina Kinka na wiosuni Kinka Road elawe Mudhwani na wiosuni modelu ngalikoni ya Utawala and then twina Gossip Police Road ulawe Mlolongo alama Mlolongo na driva ni mwadhie tina msebandu na edha wabenta kambinge tuke drainage tuka make sure kila kitu chote kigena kiao ugethia andu ni mekuinga kuthi muingo wa Mlolongo galikwesu nienda kwa sema malelo asu more excellency for the last 2 to 3 years with the ayeka na project ile ngisi department ile nginondo inoni department di oimoya transport ila yende twende na quick implementation na twina health na twina maundu alangi ila ndo kwa senia na siasa tuikekien siasa mbingi ndeni wa maendeleo nondo governor wa Vinyamina amina kuserve terms yake si amina udhela ndaka konza lelo ukati wandu Makatangi na wati wandu Makatangi andu Makatangi dimani tukatumia lelo kwa connection na kuna biashara vitu na kutoa maskulu and all that so to support development ila siko kwa ndeni wa ground na to support serikali na we am to museo wa excellence wende na kweka niko mugoli kananda katata kwatwa ni ku disrupt wanandu ange baina na siasa kwa ya kini chokiril no ni mama ende yala mwene ndio kwenda ivye taithe tatu kwa your excellence to make sure kana to deliver to the latter kana to make sure kana we ni muthukome undo bailete kwa budget ni tweseneza kana uyuye itiam assembly yo nenga budget we assembly yo nenga budget nikenda u implement nundo na moni mene wiola muthukome na mama sako ni mene wiola thukume. Mwandiki munene ngwatanioni ya kutetea mavata malimu ya NATO vonge wa yata na masinga Michael Kasimba ngui ni wameenda serikali yongelelo vya sia mitiani kuma bilioni 5 ngenya bilioni 11 aiweta bilioni 5 ile na avadhiwe mitiani ndeni wa budget ya mwaka wote mbianu kondu wa kutoa isia wea wonde wa kuikithia mitiani mwaka wa ikadhi ya serikali kwa kwamba tiandeve alimo uthukumini wo tuenda utungia serikali mubea nondo wa promotions ila sikiwe kwa alimu onde alimu munde ni makwatie mabalua ma promotions ma kutuika C2 kutuika C3 na kutuika C4 alimu ingi
pakube maana ele ne ma promote yo kutuka ed teachers na indi kila tukwasiane kana alimu ama promote iwe tuenda utabia serikali kana mwalimu either a promote iwe endine wa hardship area na bai sukulu yendine wa yata kana masinga ndakatwawe mwala ndakatwawe masako nundu nukwasia hardship allowance atwawe kula ku hardship allowance takitui na makuene usuni wo wetano wa Kenya National Union of Teachers na indi kila kingi tuenda kule serikali nundu nitunoni budget ya soma na budget ya soma mutiani wane wa mbesa nini mbesa sia mutiani ila sumiwe ni 5.6 billion mutiani invigilation supervision kuma kwa mutiani mauta mautoa mutiani kula wa ile kwa na we won the wa examination council last year wa cost 11 billion na either last year wa cost 11 billion ndio na nimira koye bama tona kwika makatome ya 5.5 billion kwa usilikali ekana nangwe na either ndienda asima yumya mbesa sia mutiani eyonge imanda mbesa bale kumya yongele itweke 11 billion neganasi ni mutiani kila kingi tuenda kwa sio serikali nena nenga ni budget ya 28% budget yondela na somiwe 28% yayo inaendie kwa education lakini tumata byo twakunekela budget ila kula ikunawa wa Singapore wa Malaysia with their budget so say between 35 and 45%. Kwa 28% kuito nini besa in future tukule serikali ni kana budget yo ndebesa ile yusoma make ya 30 to 40% then wa education na together tuna madena then wa education sector. Mwavuaso ni mwa tunenga ivuso ya kwamba kuna kigondo kadhiba sana tusiongedeti. Na udhocha ndini wa kilungu cha Dhambalala ndume numenete kukuthukiwa ni kibeti onathe mundu muka eyana ni munene eyana kiembe na mundu ume mebia no toothpick ekamitumende twesu numenete kukuthukiwa ni mundu muka kilungu kila kikukia kila wathanthatu kwambia saa ile na nusu cia wiyo edwa wikalatha yukwenda edwa ni mwitu muthenya mwoka twawa withie wiungua muome waku wiungua mundu na edwa walekilwe wika yundu kwenda ukathina ona era ni kwaku kuna salute we mutambue tu ni kana kwithwa mugo ndini wa muse nundu no mena kulea kutambulika na mapinda mengi cyo kutumiwanda koa ni kana mumana chao wikala life with a control nini na bakao kale na control da yundu twanyakani kulechu itendelanso itonyeko ndukende kwasia mwana nukomete na wewe umoka wewe umoka udhambe ende uyani mwitu yawe ande wakomelele mwana yonse ometoke ni mutanisia wambiye kwidepend na eva wisaki ukwenda ukaiya musubie na ndukamwelekanye nonge usungi wani yako yanza ni mausu wesia oni we atikoke maisha ni matonya kuvyuvia indi wi mundu wina akili nonginya withe wisi kwamba masinga ini sio thambia mumba ngathambia ona ikoni ngathambia ona wenda ciana ithambie no nitwe muthambia ona nguku ona ng'ombe ona masithia kila kindu chonde ona kuo wendegwa no thambia vai kindu kithonokete kutata na windi wa kwiyailia maishani Kama kasilia kamwe usoni gwa mwambia ola museo nutaomeona tabateke esilia yeye bolane mokama katika masilia 10 maunduni maku onthe ikithia nusongete nambe nundu vamwe watu wane via tausi wana hivi bandu batekinduwe mama usio na pesa bajewina ka point ikana nake kamundie kaera no kamunde kale kombina mundu saingi mundu novita cia matambia maishani na aivaluka indi kusindwa kwa uo ni kuendeea kwikala vala wavalukila ni kuyati kithethesyo kimuka na vayutuku utachesa Oti wo dimbo
ko we ni nyone ni ko mie ko we asi ma kwa ni dio ma biara ake mama we to kanite Kase tumwisi nesa ni musoli na nika mundu kamitulio na kwichocha. Kase abikie bauata tuyawa mbuinzao ya yeneke. Kase ni woneke abila niambia na babindwa. Tutambanie na kase itambia kwetambia kila wachumwa wambe ya saili na nusu siaweyo pa Mutongoi TV ngwataneo ya Mukamba. Weni wivitwe uithinywa ni mwikwa ivinda yasa na umandhite uiti na ndwakwata ndukathinike ingi Mount Everest Nutritional Clinics ni tuuthinikia mawauta mutambuko ulcers pressure sukali mathina mambio kukuna ningo mathina manga kukosa mwana vinya wa mundume kana low libido kati wa mathina angi maingi no kwatianie na matagitali na ataalamu kwa kuthokia maofisi maitu masaku ni kila muthenya Mulu Mutisha Gardens nyumbani ya Superstar Building Golovani Yambe Ilovinota O kila muthenya lelo ni wala Tema Road Lois Plaza kusianisa na Maximum Miracle Center Meru no kila muthenya Sara Plaza kusianisa na stage nene wakwambililia nitwithia wa matu ni Uthika Lodge wakeli Tala Nindhoki House wakatatu ni Emali Kindu Mall kwa PC wakana ni Kibwezi PCA Hall wakatano ni Wote Morning Glory Hotel oinge Thika Rambogo Hotel na wakatano Ousu ni trivia wa Embu Morning Glory Plaza Golovani Yambe vakuvi na vengi wa KCB na wadhandatu ni Mombasa City Food vakuvi na vengi wa KCB kwa mauvombe yange nena na Dr. Munyo kwisila nambani i noti monza imwe noti dhandatu itano kana noti monza itatu ili nyanya inyakenda lilikana wale kutumia leuwaku nesa tandawa ukatumia ndawata leuwaku Mount Everest Nutritional Clinics kwa uiti museo. Na udho cha ingi na tuelika madhao nenikana madhao maskulu siya sekondari kiwango cha kaunti kumanda timu siya udhi Regionals Kangaroo kaunti ni ya Embu ni madhalile mudhenyani wa iyo timu wa muvelo wa mao wa skulu wa sekondari wa Matiliko ni wa sindi mamwaka wa masindano maskulu siya sekondari matamu wa keli kaunti ni ya Makueni tina wa utandeka imwana siya riyani mbao dhandatu kwa itano kwa zila mikuayo ya penalties madhao wangini kana timu wa imwana wa mbone ni wa umbukia sindi dhauni ya volleyball itina wakuna ulawa Matiliko seti tatu kwa ilindi timosu wa Matiliko ni wandiki apili uyenda udhei kukonia amwe madhoki maskulu wa mbone ala amewetakana kwitha matea manyiwa ikabidi tucheze hiyo game ishi ndo hizo mapena na tumepiga tunaona lose lakini na kwa bado piga sawa si kujitayarisha tulikuwa tumejitayarisha sisi hadu kwenda kwa shule tumetrain kupanda milima physical tumepiga so gas zilikuwa na gas tumewakimbiza game ni kama ziko sawa sina watu sawa inaisha vizuri timu za mwalimu and in cases alikuwa kali na kutoka Matiliko Boys tunashukuru Mungu kwa sababu timu zetu zote ziliweza kwenda mpaka semi-finals zikaenda finals na tunashukuru Mungu tumeweza kushinda timu ya mpira wa kandanda soka na tukashinda mpira wa kikapu wanaume na tumeweza kuchukua nambari 2 mpira wa volleyball na tuko na vijana ambao wamefusu kwa lawn tennis, table tennis na badminton. Vijana kutayarisha timu si kitu rahisi. Inataka investment sana sana kupitia kwa coaches wale ambao wanakuja ku train teams na ile tunaita exposure. Lazima upeleke hao wanafunzi wacheze na vilabu zile kubwa ndio waweze kuwa wanafunzi wazuri. Lazima ufanye ile tunaita selection and you train throughout the year.
kukuza talanta kutoka mashinani, na kupitia hao ndio tunashirikiana nao kule mashinani. Kuendelea mbele, tunataka kuongeza ushirikiano wetu na Makueni County Secondary Schools Association ndio tuweze kukuza talanta hata za watoto ambao wako shule, wale wako shule ndio pia tuweze kukuza talanta zao wakiwa wachanga, ndio wakiweza kutoka mashule nao tuwaunganishe na nafasi zingine. Timu wa mbilito cia Harambee Starlet niwende na ukota malenyo kuyumbanisya ithau kati wo na timu wa nthi ya Tanzania ile ikwachwa kuthauka munthi ya wiyo saa 12 mbilito isi wetanisi yumbanitie kwa usindi ithau nithi.